Yesu unastahili. Asante Yesu. 1 2. Oh yes. 1 2. Oh yes. Tuko sawa? Haleluya. Naomba tukazungumze na Bwana dakika. Ndaweza kufunga na maombi ndio tuweze kuendelea. Bwana asifiwe. Hii nafasi tumepewa ni mzuri sana katika jioni ya leo. Bwana asifiwe. Kuna mzee ataweza kufika, hivyo naomba ukajipeleke mbele ya Bwana. Nitafunga na maombi. Bwana asifiwe. Tukafungue na maombi kwanza, ukajitakase, ukazungumze na mwambie Mungu jambo. Kwa sababu amekupea chance mzuri sana ya kufika katika nyumba yake. Bwana asifiwe. Hivyo kaenda mbele za Bwana, kazungumze, mwambie jambo. Asante Bwana. Wastahili sifa na utukufu katika jioni ya leo. Ukatupe kibali kama sisi wasee. Ukazungumze nasi katika jioni ya leo my Father. Ukatupe uwezo na mamlaka yakaweze kuzungumza katika hii madhabahu yako Bwana. Hakuna mwingine kama wewe, wastahili sifa na Bwana. Wastahili my Father, in the name of Jesus. Wewe ni mwenyezi na mamlaka my Father. Umenipa nafasi katika siku ya leo nikakuzungumzie mbele ya wasee hawa. Umenipa uwezo na nguvu na mamlaka maisha. Wewe ni mwenye enzi na mamlaka. Ukawape nguvu, ukawape mafuta ya kusikiza katika jioni ya leo. Ule mtumishi wote atakaposimama madhabahu haya, ikawe ni mafuta akasuke juu yake katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukatutakase katika jioni ya leo my Father. Umetupa kibali hiki, tumeacha familia zetu katika nyumbani. Naomba Bwana ukazungumze nasi. Kazungumze nao baba zetu my Father. Ukawanenea katika siku ya leo, wakapokea uponyaji katika siku ya leo. Wakapokea mafuta yaliyo juu my Father. Waliopoteza familia zao wakapokea katika siku ya leo. Waliohitaji uponyaji my Father, in the name of Jesus. Ukatume uwezo na mamlaka katika nyumba hii. Wewe ni mwenyezi na mamlaka, unastahili sifa. Wamekuja hii siku ya leo kukuabudu na kukusifu, maana ya kwamba unastahili na sifa. Hakuna mwingine kama unastahili my Father. Mamlaka yote ni yako. Mafuta yale umewatia wakafike nyumba hii katika kesa ya leo. Bwana, wakakuzungumzie kwa ajili ya familia yao. Wakazungumze kwa ajili ya waliowaweza hawajaweza kufika katika nyumba hii. Umewapa kibali na nguvu. Ninaomba tukafunge macho nikazungumze kwa ajili yenu. Bwana anasema katika siku ya leo ni yetu, hakuna mwingine kama wewe. Naomba ukafunge macho nikafungue na maombi. Baba, katika jina la Yesu, naomba katika jioni ya leo ukatupe kibali na mamlaka, kwa sababu kama si wewe hakuna mwingine kama wewe. Wastahili sifa na utukufu Bwana. Wasee wamekuja mbele zako katika jioni ya leo, wakapokea uponyaji, wakapokea Bwana mafuta na nguvu. Hakuna mwingine kama wewe, wastahili sifa my Father. Neema yako yake katose. Ninatakasa haya madhabahu, unasema katika siku leo. Mafuta yakajae ya uponyaji, mafuta ya utumishi yakajae katika nyumba hii. Bwana wa majeshi, yule amekuja kukulilia mbele zako kwa sababu ya kupona, kwa sababu ya kifamilia, Bwana kapate yote katika siku leo. Wewe ni mwenyezi na mamlaka, naomba na kuamini. Amen. Asante. Tuimbe kidogo, tuimbe. Tuite uwepo wa Mungu ikashuka katika nyumba hii. Kuna mwingine mstari sifa. Mungu Baba ni wa rehema, Mungu Baba ni wa rehema, Mungu Baba ni wa rehema, Mungu Baba ni wa rehema. Ni wa rehema, Mungu Baba ni wa rehema, Mungu Baba ni wa rehema.
Baba ni wa neema kubwa, ni wa rehema. Mungu Baba ni wa rehema kubwa, Mungu Baba ni wa rehema Baba ni wa rehema kubwa, Baba ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, Baba ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, Baba ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, siku ya leo ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, Baba ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, huyu Yesu ni wa rehema kubwa, siku ya leo ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, Baba ni wa rehema, Yesu ni wa rehema, Baba ni wa rehema kubwa, Baba ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, huyu Yesu ni wa rehema kubwa, Baba ni wa rehema kubwa, ni wa rehema, Mungu wetu ni wa rehema kubwa, Baba ni wa rehema kubwa, wa rehema, siku ya leo ni wa rehema kubwa, wa rehema, Baba ni wa rehema kubwa, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, anaweza, 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 anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza yote katika jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza katika jioni ya leo. Usikie uko nyumbani mwa Bwana. Bwana asifiwe. Katika siku ya leo naomba mkatulie katika nyumba ya Bwana. Kuna ile chambo Mungu amekuleta akazungumze na wewe. Bwana asifiwe. Kwa maana jinsi tumekuja katika nyumba hii
tukapokea kilicho chetu. Bwana asifiwe. Hiyo ni kama kujitolea tabiu kukuja nyumba ya Bwana, hata kama una sadaka ya kukuja katika nyumba ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba wakati unakuja nyumba ya Mungu, usikuje ukatarajia ni pesa utatoa katika nyumba ya Bwana. Kile chochote unafanya katika nyumba ya Mungu ni tabiu unatoa kwake. Bwana asifiwe. Kwa maana unakuja nyumbani kwa Mungu ukuosa madhabahu ama kukuja kusungumuza na Bwana, hiyo ni sadaka unatoa. Wakati umekuja kupanga kiti ya nyumbani mwa Bwana, hiyo ni sadaka unatoa. Bwana asifiwe. Amen. Sisi wenyewe tunaweza tolea sadaka. Bwana asifiwe. Mnaweza keti wase, msichoke. Bwana asifiwe. Ni masaa ya kuketi, msikie kidogo, alafu ndio tuingie kwa masomo ya leo. Bwana asifiwe. Hivyo kitu cha kwanza unakaposikia katika nyumba ya Mungu kuna tabiu mbalimbali. Bwana asifiwe. Wakati unatoa sadaka, usije ukaumika ndani yako. Umekuja katika nyumba ya Mungu, uchakuwa na sadaka ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Sadaka ni aina mingi. Umekuja kujitolea katika nyumbani kwake. Ukipata spika kama hiyo ukipepa, ni sadaka umejitolea. Bwana asifiwe. Hiyo ni jinsi moja ya kutolea sadaka. Bwana asifiwe. Kama siku ya leo umekuja katika nyumba ya Mungu, hauna sadaka, wakati umefika mahali hapa umeomba, Mungu ameona umejitolea, mwili yako mwenyewe ni sadaka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana kuna mtu akokula nje. Bwana asifiwe. Mwili wake ni kutolea sadaka pombe. Bwana asifiwe. Hiyo yeye ni kule kwa duniani, lakini ukifika katika nyumba ya Mungu umejitolea kibinafsi, wewe mwenyewe mwili yako. Umesema leo naenda kwa nyumba ya Mungu kumwabudu. Bwana asifiwe. Hiyo ni sadaka. Bwana asifiwe. Usije kuumika ukifika kwa nyumba ya Mungu. Kila chambo unakapo kanyaga adua kukuja nyumba ya Mungu kuna maana. Bwana asifiwe. Hivyo mkiwa mahali hapa, msikuwe na saka. Mungu atatenda yale umekuja kuomba katika siku ya leo. Kwa sababu ni nafasi mzuri sana imekuwa mbele yako. Ukifika katika hii madhabahu, kuna mtu anatafuta madhabahu katika siku ya leo na hajaweza kupata. Bwana asifiwe. Hivyo shukuru Mungu amekuweka mahali hapa katika siku ya leo. Ujui kama ni mafuta utapokea siku ya leo ya utajiri ama ya kulegeza kilichoibwa. Bwana asifiwe. Kwa maana kuna siku mingi umeishi ukisema Mungu atanibariki na gari. Mungu najua umeweka, kuna vitu sile ulikuwa umeweka kwa nini yako, kwa tayari yako. Ukijua hii kitu ndakuja kununua, hii kitu ndakuwa nao nyumba. Ujui kama utapokea leo. Na ya Mungu unaesomba leo imaliza hata wiki ama akupe next week. Baraka inakuanga aina tofauti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivyo usijione umekuwa mzee, usijione umekuwa umepitisha miaka. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ni siku yako ni leo. Bwana asifiwe. Hivyo usitarajie vitu ati zinakuja once ukiomba leo ama uliomba next. Hiyo wiki imeisha, wiki imepita. Ati kitu itakuja. Ukiamka asubuhi unasema imekuja. Vitu vingine hapo ndio Mungu, vitu za Mungu na Saitani. Utapata Saitani amekuongeleza kabla ile yako haijafika. Ufurahie na kitu si yako. Bwana asifiwe. Unachunga sana. Unachunga kwa hiyo mambo. Bwana asifiwe. Hivyo leo katika siku ya leo naitisha pastor akuje, prophet Maina Njenga. Ni Maina ama ni Njenga? Naomba kawazungumzie. Bwana asifiwe. Akimaliza nitazungumza kidogo. Wacha tumpe nafasi wakati kama huu. Bwana asifiwe. Hivyo mkwe na makini sana. Hiyo ndio nawahimiza kama baba zangu. Mko na miaka mingi sana. Bwana asifiwe. Naona mko na nywele ya white, mimi bado sijafika. Bwana asifiwe. Hiyo machache nimesema inakufundisha. Wakati wako itafika hapo utoe ushuhuda mbele ya Bwana, ama nitoe ushuhuda wangu kidogo. Ndio tukingoja na nabii aingie kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Nataka leo niwatolee kidogo tu, sio mingi, ndio tukingoja Pastor Njenga ajitayarishe aweze kukuja kutupea neno. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina yangu mimi naitwa Dennis Otondi. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini hapo kitambo nilikuwa saidio ingine. Nimepitia mengi, lakini Mungu ameniokoa. Bwana asifiwe. Kama sio Mungu hakuna mwingine kama yeye. Binadamu hata ngo yako brada yako hawezi kusaidia, lakini Mungu anakutoa mbali. Kwa sababu kuna kitu amekuweka ndani yako. Ndio uweze kukuja
Wakati unaendelea kupanda na ukiongezea miaka, ndio unaendelea kufunguka kiroho. Unaona? Hivyo Mungu ako na maana kwako sana. Mimi ni mayatima, lakini Mungu ameniweka mpaka saa hii. Bwana asifiwe. Mungu ndiye amenilinda. Mimi kwa maisha yangu nasema Mungu tu ndiye anaweza. Hakuna Mungu mwingine kama yeye. Kama si yeye singekuwa hapa leo naongelesha wasee kama hao, wasee wakubwa wako na miaka 60, 70 hapo. Na mimi ni kijana mdogo. Hiyo ni Mungu tu. Nashukuru. Ni nafasi kubwa sana nimepewa katika hii madhabahu. Na naambia Mungu ni asante sana, umenipa kiwango kama hichi. Kuna mtu anatarajia kupewa nafasi kama hii anakosa. Anaomba kwa hapo kwa kiti, anaomba kwa kiroho, ai Bwana nisaidie nipewe nafasi nikazungumze na watu wako. Lakini wakati wake haijafika. Bwana asifiwe. Hivyo ni nafasi mzuri, unaambia Mungu ni asante. Umeniweka nikafika mahali hapa. Bwana asifiwe. Nimeyapitia mengi ndio nifike mahali hapa. Na Mungu ni mwema. Anaweza yote. Naomba Nabii Jenga ukaweza kukaribia kwa madhabahu na Mungu akuonekanie, ukatuzungumzie. Nahitaji tukaone mengi, nahitaji tukajue mengi. Kuna yale hatujui. Bwana asifiwe. Kuna yale hujui, si ndio? Natarajia kutoka kwa Jenga akatuambie neno, ama kuna mwingine ametayarisha tuweze kujua. Asante Brother Utod, Mungu akubariki na akusidisie hiyo neema. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Jenga Kahura. Asubuhi ni hatujafika asubuhi. Jioni hii njema, namshukuru Mungu kwa kutupa hii nafasi. Tulikuwa hapa jana mkesa ya wanalika, na pia siku ya leo tuko katika mkesa ya wafalme. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao wanaotutazama, karibu katika ibada yetu ya jioni ya King's Night. Tunawapenda sana kwa ajili naamini ya kwamba mko pamoja nasi, mnatufuatilia katika kurasa zetu za YouTube na pia Facebook. Tunawashukuru sana kwa sababu unapofanya hivyo unatutia moyo ya kwamba kuna watu ambao wako nje wanatugoja ili tukaweze kuwapa neno. Bwana asifiwe. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Tuko hapa Nairobi, Kenya, roundabout ya City Stadium kwa jumba linaitwa Mang Center, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Hezekiah Dula Waruige. Na pia kama unataka kusemezana nasi, pia unaweza ona hapo chini ya runinga yako kuna nambari ziko hapo, unaweza tuma ujumbe wako mfupi, pia unaweza piga simu, na tuko tayari kupokea na tuko tayari kusemezana nawe ili tukaweze kukuelekeza venye Mungu anataka na venye Mungu ananena katika maisha yako. Tunawapenda sana na tunawajumuisha kabisa katika haya madhabahu ya Synagogue, ambao ni madhabahu ambao Mungu ameiteua kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi. Haya madhabahu iko na nguvu mingi na iko na mafuta ambao Mungu ameitia juu yake. Kupitia haya madhabahu tunakuja kuelewa na kufahamu kuhusu madhabahu, kwa sababu maisha ambao tunaoishi tunaona kuna vifungo ambavyo sisi tunapitia kama wanadamu ambavyo hatukuwa tunapata ufunuo wake, lakini haya madhabahu imekuwa na hayo mafuta ambayo ya kutoa ufunuo, na tumekuja kusoma na kuelewa. Ukifuatilia sana mafundisho ya mtumishi wa Mungu unapata ya kwamba ananena sana kuhusu madhabahu, na madhabahu ndio inanena mara mingi katika maisha yetu, na tumekuja kupata fahamu kwa sababu mtumishi wa Mungu ako na hiyo neema, anatufundisha kwa undani na tunapata kuelewa na kufahamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo ujue sio jioni kama zile zingine. Tunajua hii ni nafasi nyingine pia tumepewa. Kukusanyika mahali hapa pia ni kibali. Bwana asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa ajili hawa wazee ambao tuko nao mahali hapa. Ni wazee wako na miaka zaidi ya 70,
na tunaona wengi ambao ni marika yao, wengi wao wanalia, wako kwa nyumba, wengine hata waoni usingizi, wengine wanatezeka, wamekosa watu wa kuangalia, wengine wamekosa nguvu za mwili, na tunaona hawa ambao wako mahali hapa ni wazee wengi. Tunashukuru Mungu kwa kuwapa hiyo nguvu, na tunaomba Mungu asidi kuwapa nguvu, asidi kuwajalia neema zake. Bwana asifiwe. Huo ni umri mko nao, umri wa miaka mingi, lakini katika ufalme wa Mungu kwake anaona labda ni siku moja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mnapokuja hapa tunakesha pamoja, kuna jambo ambalo ama kuna kitu ambacho huaga mnakipokea. Mnapokea nguvu mpya kila kunapokucha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapokuja hapa mlifanya uamuzi ambao ni wa maana sana, kuja kutafuta Mungu na kumshukuru Mungu kwa ile miaka ambayo mumeishi. Bwana asifiwe. Miaka ambayo umefikisha 70, na tunajua Biblia vile ambavyo inavyosema ikufikisha miaka 70, miaka hiyo ingine ni ya shida na matatizo. Bwana asifiwe. Lakini nyinyi mko wazima ndani ya Mungu na mnamfanyia Mungu kazi mkiwa na huo umri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unaonitazama, wewe ni kijana, hakikisha ya kwamba hujalala. Hakikisha ya kwamba umetufuatilia katika kurasa zetu za Ctv Kenya kwenye Facebook na pia kwenye YouTube channel ambao ni Ctv Kenya. Endelea kushare na kulike. Unapofanya hivyo unatupa ile moyo ambao tunajua kwamba kweli kuna kazi tunafanya, kweli injili tunawapea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo wacha tukafungue na maombi, na ili tukaweze kualika Roho Mtakatifu akaweze kunena pamoja nasi, na pia yule ambaye ni mgonjwa ako mahali hapa, Mungu akaweze kumtia nguvu, Mungu akaweze kumponya, na Mungu akaweze kumuelekeza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo najua ya kwamba kila ambacho tunaitisha Mungu jioni hii atatupa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa wewe ni mgonjwa, uko mahali pale nyumbani na pia uko mahali hapa, utaamini pamoja nami, na ninaamini ya kwamba Mungu atakutembelea mahali popote ulipo, mahali ambapo unaotutazama, ujue Mungu anaweza. Bwana asifiwe. Tunataka ili tukaweze kumuomba Mungu ili akaweze kututia nguvu katika ule unyonge tuko nao. Mungu akaweze kututia nguvu ili ibada hii tukaweze kumtolea Mungu, tukuwa na furaha, tukuwa na amani, na pia tukuwa na ile ujasiri. Bwana asifiwe. Kwa maana tunajua kile ambacho Mungu ametutendea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tusimame ili tukaitise nguvu mpya na tukaombe Mungu akaweze kuingilia maisha yetu, akayashughulikie, maana yeye ndiye muumba wetu na yeye ndiye peke yake anaye spare part ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Tunajua kile ambacho alituumba nacho, kuna spare part yako. Kwa hivyo kama mwili wako kuna mahali umeugua ama kuna kitu kimeharibika, tutaitisa Roho wa Mungu akaweze kuweka nguvu mpya na akakuweke kingine kipya ili uendelee kumtumikia Mungu na kumtukuza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Brother Dan, tuwekee 2 beat, tuende kwa maombi ndio tupatie kila mtu nafasi anyenyekee mbele ya Mwenyezi Mungu, maana Roho wa Mungu ako tayari kushuka na kutembea pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ukiwa ni mgonjwa, unaweza kuguza mahali ambapo unaugua. Kama ni uchungu uko nayo, guza mahali unahisi uchungu, maana huyu Mungu atatenda jioni ya leo. Bwana asifiwe. Kile tu kinahitajika kwetu ni kumwamini, na tunapoamini inawezekana, maana hajabadilika, ni yeye jana, leo na hata milele.
kile ambacho alitenda miaka 2000 iliyopita, hata wa leo atatenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo weka tumaini lako ndani ya Mwenyezi Mungu, maana yote inawezekana. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako jioni hii njema. Tunasema ni asante Mungu, maana umetulinda, umetuwezesha Mungu kuwa na siku hii Jehova. Jehova, tulikuwa hapa ule wakati mwingine na tulikuomba Mungu ukaweze kukutanisha mara tena Jehova, maana Mungu hatujachoka kukutafuta, hatujachoka kukutumikia Mungu. Baba wetu wa mbinguni, ninasema ni asante, pokea sifa na utukufu. Baba, kuona wale ambao tulikuwa naona wengine wameongezeka Jehova. Baba, tunasema ni asante, maana hichi ni kibali ambacho Baba umeachilia. Baba, tunasema ni asante. Mungu Baba, nasimama mbele zako kama mtumishi wako Jehova, kwa niaba hawa baba wetu Jehova. Mungu ukaweze kuwatendea mema, ukaweze kuwaondolea Jehova dhambi ambazo Jehova wamezitenda Jehova, wakijua Jehova na zile ambazo wamejua Jehova. Mungu tu ukaweze kutusomehea jioni ya leo Jehova, ili Baba tukaweze kukubalika na ibada yetu ikaweze kukubalika na wewe jioni ya leo. Baba wetu wa mbinguni, na kuomba katika jina la Yesu Kristo ukaweze kukutana na hitaji la kila mmoja wetu Jehova. Baba, unajua kila mtu Jehova na haja zake Jehova. Wale ambao Jehova ni wagonjwa, Mungu ukaweze kuwaguza mara tena Jehova, kuanzia dakika hii wakapate nguvu mpya Jehova. Magonjwa ambao iko ndani yao Jehova ikaweze kuwaondoka katika jina la Yesu Kristo. Kawatie nguvu mpya Jehova, ili safari hii Jehova wakaweze kuendelea na safari. Na asante Mungu wetu wa mbinguni, wale ambao wanaotutazama Jehova, Mungu kawabariki, ukawainue Jehova, kakutana na mahitaji yao Jehova, wajalie afya Jehova. Wale ambao pia ni wagonjwa Jehova wanaotutazama Mungu, mahali ambapo wameshika Jehova, Mungu ukaweze kushughulikia Jehova, ukaweze kuwaponya Jehova, maana tunajua nguvu na uwezo Jehova umetupa Jehova. Nguvu kupitia haya madhabahu Baba, tunanena uponyaji, tunanena ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Huzuni na kilio Baba ukaweze kuwaondolea, maana hawa ni watoto wako Jehova, wamekuja kukutafuta Mungu wetu, wamekuja kukusema ni asante Jehova. Mungu tu pokea dua na sala ya maombi yetu Jehova. Tunaamini ya kwamba maisha yetu haitabaki vile ambavyo ilikuwa Jehova. Tunajua vile tumekuja siku ya leo Jehova, unaendelea kututia nguvu Jehova. Tunajua Baba utatupa hiyo nguvu na tutakaza mwendo pamoja na wewe Jehova. Tunajua Baba kuna mahali tunaelekea, tushike mkono Baba wetu wa mbinguni. Terezi zote ambazo Shetani amezileta Jehova katika njia zetu, ili tukaweze kurudi nyuma Jehova, ama tukaweze kushindwa na safari Jehova. Baba, katika jina la Yesu Kristo sikaweze kukauka katika jina lako, maana we Mungu ulituambia tunapokuita, tunapokulilia Jehova utasikia maombi yetu. Mungu wetu tusikie jioni ya leo, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kushika ushukani Jehova, ili Baba ukaweze kutendea kila mmoja wetu Jehova. Tunaamini ya kwamba Jehova, kuanzia dakika hii kile ambacho Baba tumekuomba Baba utakikitimisha kwa ajili ya utukufu wa jina lako Jehova. Mungu wetu pokea sifa na utukufu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Tunaamini ya kwamba Mungu maisha yetu Jehova iko mikononi mwako. Tunaamini ya kwamba maisha yetu Baba usipokuwa pamoja nasi Mungu tutashindwa. Na ndio maana jioni ya leo Baba tunakuomba ukatushike mkono. Tuhurumie Mungu wetu, tembea pamoja nasi, tutie nguvu Mungu wetu. Tunatamani sana Baba kutembea pamoja nawe. Tunajua kwa uhakika sisi ni wenye dhambi. Tuhurumie Mungu wetu, maana wewe ni mwingi wa huruma, unatupenda, unatujali. Pokea sifa na utukufu jioni hii njema Jehova. Ninaamini ya kwamba kuna jambo utalitendea kwa kila mmoja wetu. Ninaamini ya kwamba Mungu siku zetu na uzee wetu Baba ugali mikononi mwako Jehova. Tunaamini ya kwamba Jehova mawimbi yakija Jehova, Mungu haitatuweka chini Jehova, maana uko pamoja nasi. Tembea nasi Yesu, tembea nasi
Tembea nasi ewe Yesu, tembea nasi, tupiganie Baba, tutangulie ewe Yesu, maana tumekuja kukusema ni asante, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Roho wako Mtakatifu Baba, tunamwalika jioni ya leo, tunamwalika aweze kuandamana pamoja nasi, akatuongoze katika hii ibada Jehova, ukatende matendo ambayo Jehova itawasangaza wengi Jehova. Tunajua wewe Mungu ni Mungu mwenye upendo mwingi Jehova. Sisi ni watoto wako, tuhurumie Jehova, tumiminie Jehova nguvu mpya Jehova. Tunaamini ya kwamba tusipoenda na wewe Jehova, kwa utashindwa. Tushikilie mkono Baba wetu wa mbinguni, tunakupenda jioni ya leo, tunasema ni asante Baba wetu wa mbinguni. Pokea sifa na utukufu kuanzia dakika hii Mungu, wacha tukae na nguvu mpya Jehova, hata atakaye nena Jehova Mungu mpe hiyo nguvu Jehova. Nyoosha mkono wako kwa hawa watu yako Jehova, hawa ni watoto wako Jehova, wanakupenda, wanatamani sana, wako na kiu ya neno lako Jehova, wanakutamani sana Yesu. Shughulikia, washughulikie maisha yao, maana kuna Mungu mwingine aliye kama Jehova. Tunasema ni asante Jehova Mungu wetu, ni asante kwa neema, ni asante Mungu wetu. Pokea sifa na utukufu Mungu. Ninasema ni asante Mungu Baba, katika miongoni mwa wengi Jehova umetuchagua Jehova, katika miongoni mwa wengi Jehova umetufanya chombo Jehova, tukaweze kukuabudu asubuhi jioni hii, ili tukaweze Baba kukupa sifa na utukufu. Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Simama pamoja nasi Jehova, tuelekeze katika njia zako Jehova. Tunaomba nuru Jehova ikaweze kutuangazia, nuru yako Jehova. Wewe ndio mwanga wa kweli, tuangazie Mungu wetu. Tunapozidi kukutamani Jehova, kukutumikia, tunapotamani Baba kutembea na wewe, kushike mkono Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Kila nafsi ambayo Baba inawakilisha mahali hapa Mungu, kaweze kukutana na hitaji la kila mmoja Jehova. Familia ambayo Baba imewakilishwa mahali hapa jioni ya leo Jehova, Mungu kakumbuke hiyo familia katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho familia ilikuwa inakipitia Jehova kimekuwa kigumu kwao Jehova, kwa ajili ya kuwakilishwa kwao Jehova mahali hapa, Mungu kahurumia familia katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba amani, ninaomba umoja, ninaomba kufanikiwa kwa familia zote ambazo zinawakilishwa mahali hapa Jehova. Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Tunaamini ya kwamba jioni hii ya leo Jehova utatembelea kila mmoja wetu, utakutana na hitaji la kila mmoja wetu. Ninaamini ya kwamba Mungu kutakuwa na ushindi katika familia zao. Ninaamini ya kwamba kile ambacho kilikuwa kimeanguka Jehova utakisimamisha. Ninajua Jehova utawalinda, Jehova utawaongoza, utawapigania Jehova, utawasimamisha upya Jehova. Watie nguvu mara tena na tena na tena Jehova, ili tusidi kukuamini Jehova, na ili tusidi kukutukuza kwa ajili ya matendo yako makuu. Baba, tunaamini kwa kazi ambayo Baba uliifanya na ukaikamilisha. Baba, ni asante, pokea sifa na utukufu. Kuanzia dakika hii Jehova, tunatarajia kwamba Roho wako Mtakatifu atatuagulia, Roho Mtakatifu atatuongoza, Roho Mtakatifu atatuagiza na atatuelekeza. Asante Mungu, pokea sifa na utukufu. Baba, pokea sifa na utukufu, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba, neema zako na huruma zako zisidi kuwa pamoja nasi Jehova, pokea sifa na utukufu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakupenda jioni ya leo. Roho wa Mungu, tunatarajia makubwa, tunatarajia Baba miujiza Jehova. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu wa mbinguni. Tutie nguvu mara tena na mara tena Jehova. Tembea nasi Jehova. Jehova, chagulia Mungu. Wacha usiku wa leo Jehova ukawe ni usiku wa baraka. Wacha usiku wa leo ukawe ni siku ya kurejeshewa Jehova. Tunaamini ya kwamba kile ambacho Shetani alikuwa amekiondoa kwetu Jehova unakirejesha jioni ya leo. Tunajua kile ambacho Shetani alikuwa ameiba afya ya watu wako Jehova. Tunaamini ya kwamba leo Jehova afya yao itarudi. Tunaangalia kama wewe Jehova Mungu. Baba, wale ambao wanapitia wameinuliwa Jehova katika familia zao. Baba, naomba katika jina la Yesu Kristo uweze kuonekania Jehova. Baba, ukatuliza mawimbi yote ya kuinuliwa Jehova.
Baba, wamekuja kukutafuta kwa ajili ya ile matatizo walio nayo Jehova, kwa ajili ya kile ambacho wanakokipitia Jehova. Wameweka tumaini ndani yako Jehova, wewe ndio utakao wapigania. Baba, wapiganie jioni ya leo, wapiganie Mungu wetu wa mbinguni, wapiganie. Hawa ni watoto wako Jehova, wananyenyekea mbele zako Jehova, wakisema Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova. Baba, ni asante kwa maana tunaamini ya kwamba Baba utatenda, utashughulikia mahitaji ndani ya familia yao Jehova. Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu, maana hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova. Asante Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa uponyaji, asante kwa ukombozi, asante kwa nguvu mpya Baba ambao umetutia jioni ya leo. Asante Mungu kwa tumaini ambao umetupa jioni ya leo. Pokea sifa na utukufu Baba wetu wa mbinguni. Tunasema ni asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sote tuseme amen and amen. Bwana asifiwe. Unaweza keti. Haleluya. Heri wale ambao wanaomtumainia Mungu, wao ni kama mlima Zayuni, hawatatingizika hata milele, hawatatingizika kamwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyinyi ambao mmejumuika pamoja nasi na nyinyi ambao muko pamoja nasi katika moyo, mnatupenda na mnatujali na tunatiana nguvu katika hii safari, sisi ni kama mlima Zayuni, hatutatingizika kamwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho Shetani alikuwa ameturuhusia, kile ambacho Shetani alikuwa anataka kutufinyilia nacho, hakitaweza na hakitafaulu. Bwana asifiwe. Yale magonjwa alikuwa ameturuhusia ili tukose ile nguvu, ili tukose ile tumaini ndani ya Mwenyezi Mungu, hataweza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uamini ya kwamba kile ambacho hakikuwezekana katika maisha yako, kuanzia siku ya leo kitawezekana, maana wewe ni mtoto wa Mungu na amekuchagua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile anapokeza watu yake, hata wewe unakipokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unaotazama, endelea kushare na kulike page yetu ya Ctv Kenya. Unapofanya hivyo, kile ambacho Mungu amesakiachilia katika haya madhabahu kwa ajili ya hii dhabihu ambayo tumemtolea, kukesha, kujinyima usingizi. Bwana asifiwe. Ni upendo mwingi ambao tuko nao kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Maana tulikuwa hapa mkesha wa jana wa wanalika, na bado tuko katika mkesha ya King's Night. Ni kujua na kugundua kwamba katika kuomba, kukesha katika kuomba, Mungu ataachilia baraka juu ya maisha yetu. Mungu atatutia nguvu, maana neno lake na yeye mwenyewe Yesu Kristo asema tukeshe tukiomba. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha usiku unapoomba kuna jambo inafanyika kwa uwepesi, haraka na kwa haraka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo, chukua hii nafasi, julisha Mungu kile ambacho unataka akutendee katika maisha yako, maana uko na nafasi nzuri ya kusemezana na Muumba wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndani ya moyo wako, wewe ndio unaofahamu kile hasa unachohitaji. Wewe ndio unaoelewa ni nini unataka Mungu akutendee. Bwana asifiwe. Ile tu sisi tunaofanya ama katika haya madhabahu ni kushikana na kukutia nguvu. Haya madhabahu inatutia nguvu. Kwa hivyo kile ambacho na ile imani uko nayo wakati unajumuika katika haya madhabahu inakuweka nguvu, na tunajishikanisha na haya madhabahu inakutetea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue siku ya leo uko na mtetezi. Kwa hivyo unapojiunganisha katika haya madhabahu na katika ibada yetu ya mkesha, ujue ya kwamba kile ambacho ulikuwa unahitaji utakipokea. Ile imani ambayo uko nayo juu ya jambo fulani, jua ya kwamba huyu Mungu atakutendea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae ndani ya Mungu,
tukae katika njia zake. Yeye ndiye ametuahidi utelezi wote ambao Shetani anatuwekea katika maisha yetu, yeye mwenyewe Mungu ataukausha. Bwana asifiwe. Hatutarudi nyuma, tutaendelea kusonga mbele na hatutakwama. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya utelezi wowote, aidha ni magonjwa, aidha ni kuinukiwa, aidha ni jambo lolote ambao Shetani anajaribu kuliweka ndani ya maisha yako, ndio maisha yako ikawe ni maisha ya kuyubayuba, maisha ikawe na ule ungumu. Kwa hivyo ujue jioni ya leo, huyu Mungu ambaye tumekuja kumwabudu, huyu Mungu tunakuja kumshukuru na kukesha tukimuomba na tukimshukuru, huyu Mungu hata tuachilia hivyo bure. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ako pamoja nasi na ako tayari kuachilia baraka. Ako tayari kutuma malaika atuletee kile ambacho tunahitaji katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tuwe na hiyo imani ya kwamba Mungu ako pamoja nasi, na kile ambacho hatukuwa nacho tunatarajia Mungu atatupa. Maana kama amekupa nafasi ukafika mahali hapa, jua ya kwamba amekupa nafasi ingine ya kuishi na ya kufurahia maisha. Haijalishi katika hii hali yako ya uzee ama ya ujana, kile tu iko ni kwamba wewe ni mtoto wa Mungu na utafurahia. Maana huyu Baba wetu wa mbinguni anapendezwa sana na sisi. Huyu Baba wa mbinguni ako na upendo mwingi. Kwa hivyo tunajua ya kwamba na tuko na uhakika ya kwamba huyu Mungu atatujalia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka niite mnenaji atakaye tunenea. Ni mzee na ako na miaka zaidi ya 70. Kwa hivyo hiyo ni neema, na inajua huyu mzee ile neema ambayo Mungu amemjalia ni neema ya kipekee. Katika huo umuri na katika ile Biblia ambayo anaisoma ni ile Biblia dogo, iko na maandishi dogo na hasubuki kamwe kuisoma, maana macho yake iko na nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunahitaji hizo nguvu hata wakati wetu wa uzee, kusoma. Wakati unaona maandishi tutakuwa tunaisoma, haitakuwa inapotea kwetu kwa ajili nguvu za macho zimepungua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaposimama hapa tujue sio kawaida, na tujue ya kwamba ni mkono wa Mungu umegharamika mahali pale. Kuona mzee kama huyu anaweza simama kwenye haya madhabahu na akiwa na ujasiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaomba hiyo neema, sisi vijana ambao tuko hapa na wale pia wanaotutazama, ni vyema tuisichukulie kawaida, tuchukulie ni neema ya Mungu. Kwa hivyo unapofanya hivyo, unapotazama ama unapomsikiza, ujue kuna kitu utapokea. Bwana asifiwe. Uambie Mungu wako, Mungu nipe neema kama ya huyo mzee ambao wako na miaka zaidi ya 70 na anaweza simama mbele ya madhabahu na kuwapa watu neno, na watu wengi wanamsikiza na watu wengi wanatia maanani kile ambacho Mungu amekitia kinywani mwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka nimkaribishe mzee Kiarie kwa heshima akaweze kutupa neno ambalo Mungu amelitia kinywani mwake, na atakapomaliza na neno tutaingia kwenye maombi, maana kupitia kwa maombi ndio itakayotufanya tuside na tutoke tukiwa wasidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mzee Kiarie, kwa dakika zako 30 usitumie sawasawa, na tunaamini ya kwamba Roho wa Mungu atakuelekeza katika hayo mazaa, na tuko tayari kupokea kile ambacho Mungu ametia kinywani mwako. Bwana asifiwe. Usiangalie ufupi. Mzee hata akiwa mfupi namna hivyo ako na nguvu. Bwana asifiwe. Huwezi ukamwanguza kiroho na kimwili, maana nguvu ako nayo. Bwana asifiwe. Karibu sana mzee Kiarie,
na Mungu akujalie hiyo neema na nguvu wakati utapokuwa unaachilia hiyo neno ambalo Mwenyezi Mungu amelitia kinywani mwako. Karibu sana. Bwana asifiwe. Ni siku njema ambao tena Mungu ametuweka hapa na ndio tukaweza kuliona neno lake. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe ni Mungu wa amani, ni Mungu anayetupenda, sababu tumefika hiyo kiwango sababu ya mapenzi yake. Kama ni yetu hatungefika hapa. Bwana asifiwe. Ningetaka wale tuko na vitabu tufungue katika kitabu yetu ya Joshua ambao ni chapter ya 6. Bwana asifiwe. Tutaisoma na Kizungu na nitaomba yule ako na kitabu ya Kiswahili atatusaidia na tutaelewa. Bwana asifiwe. Nitasoma tu laini kadhaa alafu tutaendelea. The gates of Jericho were kept shut and guarded to keep the Israelites out. No one could enter or leave the city. The Lord said to Joshua, I am putting into your hands Jericho with its king, all its brave soldiers. You and your soldiers are to march round the city once a day for 6 days. 7 priests, each carrying a trumpet, are to go in front of the covenant box. On the 70th day, you and your soldiers are to march round the city 7 times while the priests blow the trumpets. Then they are to sound one long note. As soon you hear it, all the people are to give a loud shout, and the city walls will collapse. Then the whole army will go straight into the city. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hakika Mungu ni wa maajabu. Amewapa wana wa Israeli Jericho, na akawaambia ya kwamba nimewapatia Jericho vitu vyote vilivyo ndani yake, na hata mfalme mwenyewe na hata wanajeshi wenyewe wale ambao wako huko ndani ya Jericho. Bwana asifiwe. Si ajabu, Mungu ni wa maajabu. Inasemekana ya kwamba ilikuwa imezungukwa na ukuta ambao huo ukuta hakuna mtu angeweza kuingia ndani. Kwa hivyo walijifungia ndani. Hawakutaka mtu yeyote atoke ama aingie, sababu alijua wana wa Israeli walikuwa na nguvu mingi. Hii nguvu ilikuwa itoka wapi? Ilikuwa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ndipo tuko hapa tukitafuta hiyo nguvu ambao ni nguvu haitingiki. Bwana asifiwe. Siku hii ya leo
nataka kuambia ya kwamba pako na ukuta ambayo imekuwa ndani yako. Huu ukuta imefunga njia zako. Hii ukuta saa ingine ni magonjwa ambao iko ndani yako. Haya magonjwa ni ukuta ambao inakufungia njia ya kuweza kutembea. Bwana asifiwe. Siku ya leo tuko hapa. Ukuta huu ambao imekusumbua kwa wakati mrefu, kwa masiku mengi, ni ukuta inaenda kubomoka. Ni ukuta Mungu anaenda kuibomoa. Tunaona ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wanafungiwa wasije wakaingia Jericho, lakini Mungu akawaambia, zungukeni mara 6. Bwana asifiwe. Nataka kuambia aje, wakati shida zinakuelekea, wakati shida ni mingi ndani yako, wakati shida ambazo zimekusumbua kwa miaka nenda rudi, huu ndio wakati yake ambao Mungu anatuambia hizo ukuta zitabomoka. Haya magonjwa ambayo yamekusumbua kwa miaka nenda rudi, Mungu anaenda kuyaondoa. Bwana asifiwe. Bora uweke imani yako siku ya leo, sababu Mungu anaenda kutenda jambo. Anaenda kuondoa hizo ukuta ambazo ni ukuta imekuzingira wewe, imekufunga macho usiweze kuona mbele. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ambao amefanya tuwe hapa usiku kama huu ni Mungu wa maajabu. Bwana asifiwe. Nimeona akitenda mambo, nimeona akitenda makuu. Bwana asifiwe. Nataka niwaonyeshe Mungu vile anatendaga maajabu. Unajua watu utarajia ati atapokea tu miujiza. Wakati unapotembea na Yesu, wakati unapotembea na Yesu, juaga uko na mfalme ambao ni mfalme wa wafalme, ambao hakuna jambo lolote ambalo litakushinda wewe kama unaenda na Yesu. Hiyo ukuta unaona ikiwa mbele yako, ukitembea na Yesu, hiyo ukuta itaondoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kuambia ya kwamba hii ni siku njema ambao wazee mumepatwa na mengi. Najua mmetembea. Kila mtu akiambiwa aanze kupeana yale ameyaona, ataanza kupeana kwa kirefu. Bwana asifiwe. Kwa hakika ukuta huu wa Jericho hakuna mtu angeweza kutoka. Wale wako ndani walikuwa ndani, wale wako nje walikuwa wakae nje na hawawezi kuingia. Naye Mungu ni nani? Ni jambo gani hilo ambalo ni ligumu sana, ambalo Mungu wetu hawezi kuliondoa? Hakuna. Mungu ni mtu wa nguvu. Na alipokuwa hapa Yesu, najua sasa tunasemaga ni mwana wa Mungu, si ndio? Lakini kumbuka saa hii tunaongea mambo ya Yesu na tunamuita mwana wa Mungu. Labda tuseme, sijui tutamuita babu gani sisi. Ndio, tunamuita mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Kumbuka, kutoka wakati Yesu alikuwa hapa ni miaka 1000. Ni 1000 ngapi? Nani anaweza kujibu? Unajua saa nyingine nazaga kutafuta kidogo.
Mnafikiri kutoka Yesu atoke hapa ni kama miaka 1000 ngapi? Very good mzee. Hizo miaka 2020 tunaenda 21. Unafikiria wewe utamuita mwana kweli? Si utamuita babu wa mababu. Bwana asifiwe. Ni yule ambao wakati ulimwengu ikiumbwa yeye alikuwa, kabla ya sisi kuumbwa yeye alikuwa. Oh my God. Tujue ni Mungu gani ambao tunatafuta siku hii ya leo. Ni huyu ambao ni Mungu muumba wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba pako na ukuta ambao imezuia maisha yako, ambao imekusumbua kwa wakati mrefu, ambapo imekusumbua miaka nenda rudi. Hiyo ukuta yaenda kuondolewa. Bwana asifiwe. Tujue ni Yesu gani tunafuata. Bwana asifiwe. Nikasikia mzee akituhubiria kidogo hapa. Sijui kama mlishika, mimi nilishika kamoja ambako tuko na watu ambao wanapoteza wengine. Sijui kama mlisikia mtu amefichiwa yai. Mzee asante. Kwa hiyo ukuta ule umekufunga. Hiyo ukuta umeona imewekwa mbele yako. Hiyo umejaribu sana kutembea na inakufunga. Siku ya leo hiyo ukuta inaanguka. Bwana asifiwe. Okay, wacha tuende sasa. Sasa naanza kwenda mbio. The Lord said to Joshua, I am putting into your hands Jericho with its king and all its brave soldiers. Najua sasa nimeenda kama pole. Siku ya leo Bwana anaenda kukurudishia yale yako ambao imepotea. Najua ni mengi, lakini Mungu anaenda kukufanyia jambo. Bora upandishe imani yako. Wazee, najua mmepita kwa shida nyingi. Nikiwa mmoja, lakini tuko na kitu kimoja nataka kuambia wazee ambao kila mmoja amepitia. Nikiwa mmoja ambao mnahitaji kanywaji, na wengine tulikuwa tunaita masigara, tunaivuta kuvuta. Bwana asifiwe. Hizo vitu ni ukuta zingine ambazo zimeenda nanyi. Bwana asifiwe. Hata tuko na wengine nikitupa macho hivi kidogo, naona bado iko wengine wako na kiu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini Mungu ni wa maajabu. Ambia Mungu siku ya leo akumalizie hiyo kiu ya njia hiyo unatembea nao, ambao bado inakufunga, unakubalisha ukuta ambao haukusaidii. Bwana asifiwe. Omba Mungu siku hii ya leo ambao anaenda kubomoa hiyo ukuta, umwambie Mungu, niondolee hii kiu ya hii kitu inaniumiza saa yote, haikusaidii. Bwana asifiwe. Tutazame Yesu, sababu Yesu hakuna kitu ambacho kinaweza kumshinda. Hiyo shida unaona mbele yako inaenda kuisha.
hapa kunao kitu tunaita mapriest ya sita. Unajua naenda kumalizia, sitakagi sana kuchosha watu, natakaga tunaenda polepole lakini watu waelewe. Hizi trumpet ilikuwa imeshikwa na nahitaji priest. How do you call priest na Kiswahili? Waite tu wahubiri, ndio mnaitaka pastors, si ndio? Wamebeba Kiswahili naye ni ngumu pia. Wamebeba hiyo, ni tarumbeta ama nini? Hebu soma sita kidogo na Kiswahili tafadhali, nisomee nijue. Hapo kwa priest, yani wachungaji. Hapo kwa wachungaji, hebu soma wachungaji sita. Sita ni tano. Soma mzee Kiswahili tuisikie mzuri. Ine, soma ine. 7 priests each carrying a trumpet are to go in front. Ine. Huku umetoa. Okay, tuendelee. Ya. Ine. Sita, unasikia ni gani tunasoma? Joshua 6. Joshua 6. Usome aya yake ndogo ine. Na makuhani saba watachukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku la siku ya saba. Mtauzunguka mji mara saba, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Amen. Bwana asifiwe. Watapiga trumpet. Mewaita makuhani. Unaona mzuri kweli mzee? Makuhani. Mewaita makuhani. Yes. Wako na trumpet. Wanasonga, lakini kumbuka hapo mbele yao kuko na maaskari, ni masoja, hawa ni wakulinda. Bwana asifiwe. Pako na malaika ambao wanawaongoza, wako mbele yenu lakini hamuwaoni. Bwana asifiwe. Ambao mkiwafuata, ukisahau yale yanakusumbua huko nyumbani na uendeshane na hiyo, yani nimekwambia tuseme pako na malaika wako mbele yenu lakini hamuwaoni. Bwana asifiwe. Wakati unawafuata, wakati unatembea, jua pako na mwingine ako mbele yako anakuongoza. Huko peke yako, lakini usikae na uoga ati unatembea. Uko na malaika ambao ako mbele yako anatembea na wewe, lakini hatumuonagi. Wakati unafanya dhambi, huyu malaika anakaa kando. Huyu malaika hakusaidi. Hapo naye pepo anaingia ama shetani anaingia, anakwambia wewe kwanza. Unajua wakati unavuta kasigara anakwambia wewe uko na kiu sana, toa kasigara vuta. Oh my God. Anakuweka kwa shida. Wewe ambao unako kwa kanywaji, wakati unatembea anakwambia uko na kiu. Siingie tu pale. Hata utapata ndugu yako pale atakupatia ka glasi moja ya chang'aa. Mzee,
umewekwa tena kwa shida pap, na uko hapa ambapo unatembea na Yesu. Mimi ningetaka sisi wazee tukiwa hapa tuanze kujua ni Yesu gani ambao tunatafuta. Ni huyu Yesu wa kumaliza kiu ya sigara, kiu ya pombe, kiu ya usherati, kiu ya kila kitu. Bwana asifiwe. Ambao malaika ako mbele. Ukiweka malaika nguvu, si anakushika mkono, si ile ukuta itaondoka polepole. Ile ukuta utaona tu pap, imeanguka. Unaanza kuona mambo mengine mapya. Bwana asifiwe. Watu wananiita kijana. Wakati natembea, wakati nikianza hata kukimbia, utaona nikienda kama utafikiri ati mimi ni kijana, lakini ndugu zangu ni Yesu. Sababu sitakage kuacha Yesu. Natembeaka na Yesu. Na wakati yote nasema lazima nitembee na Yesu. Niko na pahali ingine nakutanaga na wazee na wamama, wale wazee sana. Wananiitaka kijana, wewe kijana kuja. Wananituma, na mimi nikiitwa nafurahi sana, nakimbia. Natumwa kwenda dukani, tena naenda mbio. Wanasema mimi ni mtoto. Bwana asifiwe. Mimi sio mtoto, ndugu zangu. Saa hii naongea hapa, niko na miaka 78. Nabakisha miaka ngapi? 2 nigonge 80. Lakini bado wananiita kijana. Bwana asifiwe. Najua nilizaliwa mwaka gani? 1942. Hiyo ndio ile mwaka nilizaliwa na mama. Lakini tukiingia kwa ID nilitoa miaka ingine 3. Kwa hivyo niko miaka 3 nyuma. Bwana asifiwe. Iko wakati tulikuwa tunakimbiza kwa sababu ya kodi. Wale wazee walikuwako huko, najua walijua wakati huo tulikuwa tunakimbizwa sababu ya kodi ya mzungu. Kwa hivyo nataka sisi kama wazee ambao tumekuja kumtafuta huyu Yesu, tujishikie yeye na tusimwachilie. Usiangalie upande, angalia Yesu peke yake, ambao Yesu hakuna jambo litamshinda. Bwana asifiwe. Wazee, ndugu zangu, nafurahi sana kama sasa tuko na wazee. Naona vijana, ningetaka hata vijana niwaweke nguvu, niwaambie vijana, mko na nguvu, mtaenda miaka nyingi. Amen. Kwa hivyo tembea na Yesu. Yes. Atawatengezea mambo yenu ambao inakwama. Bora ushike Yesu. Yes. Mama mmoja alikuwa na damu ambayo ilimsumbua kwa miaka 10 na ngapi? 12. Lakini imani yake akaiweka juu. Akasema huyu ndio Yesu. Nikienda tu nikuze hata uzi. Hebu fikiria, kauzi ya nguo yake tu nitapona. Na wewe je? Huwezi kusema huyu Yesu anaponya, nikimshika tu kidogo tu nimuguze, si atamaliza hata kiu yangu yote, si ataanza kunibariki na kila kitu. Bwana asifiwe. Siku hii ya leo najua tuko hapa na tuko na mambo. Nikitupa macho, sijui kama mnajua tuko na macho ingine ambao huwa ni macho ya kiroho. Hii macho ya kiroho ikianza kufanya kazi, Mungu ndio anaitoaga. Ndio anaanza kuona shida zetu. Mtumishi wa Mungu siku ya leo akatuambia kuko na vitu huharibu manyumba ya watu. Sijui, we call them altars. Yani ni madhabahu. Hii madhabahu ni mengi, imefunja manyumba ya watu. Madhabahu haya ndio ilikuwa inatufukuzaga, unashindwa hata kukaa kwako kwa nyumba.
inakutingiza, inakupeleka huko na huko, umetoroka, umeacha watoto, umeacha bibi, umekuwa kazi yako ni kurandaranda mitaani. Bwana asifiwe. Wengi hapa Nairobi wanalala River Road. Wazee wengi nimeona wakifia hapa tu River Road kwa barabara. Nasema Mungu atusaidie. Nikasema tujishikilie Yesu na tusimwachilie, na tukue na nafasi ya kuja pahali kama hapa ambapo utaweza kuelewa vile tutavunja madhabahu. Madhabahu yamefunga manyumba zetu. Hiyo madhabahu unasikia ni ya wakati. Saa ingine ulizaliwa ukakuta baba zako, maguka yako wamefanya madhabahu huko, ambao hiyo madhabahu huijui na bado inakufuata. Unasikia? Makosa yako inafuatishwa watoto yako, inaenda kwa generation, inaenda hata generation 4. Sio generation yani miaka. Sijui mnajua generation yenyewe ni mtu ambao tunamuita mtu siku hizi imepunguka kidogo, sababu unaambiwa utaishi miaka 70. Hapo awali generation ilikuwa inaendaga hata saa hii ukiuliza mzungu generation atakwambia ni miaka 100. Hii miaka 100, hebu fikiria dhambi iliyotendwa inafuata wewe kwa miaka 400. Ndugu zangu, na waomba siku ya leo, kama unajua iko shida imekuumiza miaka nyingi, kuja fuata haya madhabahu, na haya madhabahu itaweza kubomoa hizo laana zinazokufuata kutoka pale mbele ambapo hupajui. Bwana asifiwe. Na tujue huyu Mungu ndio muumba wa kila kitu. Anakufahamu na anakujua. Ukimulilia, ukimpigia magoti, hakika hiyo shida uko naye inaenda kumalizika. Kwa vijana wetu, Mungu ako nanyi. Amen. Wakati mnamtafuta msione ati kama mnapoteza wakati hapa. Hakuna kitu kama hiyo. Huyo Yesu mnafuata atafungua njia yenu, ukuta ile iko mbele yenu anaiondoa. Joshua akaondolewa ukuta, akanyakua Jericho. Nanyi hiyo ukuta iko mbele yenu. Nitawatabiria kidogo siku ya leo. Profesa. Pako na gari inawagojea. Bwana asifiwe. Amen. Mukiweka bidii. Yes. Bwana asifiwe. Yes. Huyu Mungu wetu ni wa maajabu. Ukuta itabomoka. Inaelekea kubomoka. Bora ushike kauzi tu ya Yesu. Ujue ni Yesu gani unayefuata. Ujue ni Mungu gani amefanya ukae hapa. Bwana asifiwe. Amen. Sema Mungu aweze kuwalinda. Niseme naomba tu kidogo. Nimemaliza na njajua Mungu ametubariki. Bwana asifiwe. Amen. Baba, naja mbele yako Jehova God my Father. Nikirudisha shukrani kwa neno lako Jehova God my Father. Ukaweza kuonekania hawa wazee wako tuko nao siku ya leo. Na hata na vijana wale tuko nao Jehova. Na wale wako nyumbani pia my God, ambao wanaendelea kukua. Watoto wetu wale ambao wamefungwa, wale ambao ukuta ungali unawasumbua. Baba, nakuomba ukawafungua. Baba, najua ya kwamba neno lako litaenda kutenda kazi yake. Litaenda kuponya hata wengi.
minyororo walio naye litaenda kufungua. Fungua nyumba zetu, ondoa madhabahu iliyotendwa na mababu zetu. Baba, na kuomba siku ya leo usikubali watoke hapa kama iko jambo limewafunga. Naomba nikiamini ya kwamba iwe ni vijana iwe ni wazee ambao wako hapa wakati huu na wale ambao wanasikiliza, Jehova God Father Chief, ukaweza kuwaondolea. Ondoa ukuta ulio mbele yao, na ni katika jina ya Yesu Kristo naomba na hata na kuamini. Amen. Tumpigie makofi Msekelie. Asante sana. Mungu akubariki kwa kutupa hilo neno. Umelitoa sababa kulingana na vile Roho wa Mungu amekuongoza. Mungu akusidisie nguvu na hiyo neema isidi kuwa pamoja nawe. Bwana asifiwe. Wazee, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mmezilisikia hiyo neno ambalo umeshaipokea, ambalo limetiwa kinywani mwa Mzee Kiarie. Na huyu ndio Mungu ambaye tutaishia, huyu ndio Mungu ambaye tutatumikia. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka nialike baba zetu mkuje hapa mbele, juu mmeamini sana haya madhabahu. Kuna kitu itawatendea katika maisha yenu, katika uzee wenu. Bwana asifiwe. Wazee, kujeni hapa mbele ili nasi tukaweze kuomba Mwenyezi Mungu akawatie nguvu na kile ambacho kimefuga maisha yako kikaweze kufuga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kujeni hapa mbele wazee. Toeni viatu mpande ili tukaulize Mungu akampe kitu. Bwana asifiwe. Haya madhabahu itamtia nguvu ukiendelea kusherekea uzee wenyu. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba Mungu wako na jambo na kuna kile kitu ambacho amekitenga. Bwana asifiwe. Padeni hapa juu. Msekia alikuja. Mjipage tu hapa tu. Wacha wakuja. Haleluya. Wale ambao wanaotutazama, angalia hao wazee, ile miaka wako nayo, wako na nywele nyeupe, kumaanisha ya kwamba wamekula chumvi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasi kama vijana tunataka haya madhabahu ambao wamejisikanisha nayo, ambao wako na imani nayo, ati maisha yao katika uzee wao yatakuwa maisha itafanikiwa, na pia haya madhabahu ikaweze kuwatetea na watetee kizazi chao. Bwana asifiwe. Juu mara mingi katika uzee kitabu ufikishe hii miaka wako nayo, kuna changamoto ambazo huanga wanazipitia. Bwana asifiwe. Aidha njia zao za ujana wao aidha hasikuwa mzuri, ama aidha way silikuwa pia mzuri. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu amewapa nafasi. Kwa hivyo ni vyema nasi tunashukuru pamoja na wao. Tunaambia Mungu ni asante kwa kuwapa kibali. Ukiwaangalia rika yao saa hii wamelala, wengine saa hii hawajiwezi mpaka washikiliwe
mpaka wapewe chakula, walisi, wawekwe kwa mdomo. Lakini hawa wanatembea hii Nairobi, wanapitana na vijana barubaru, hawaonyeshwi njia. Bwana asifiwe. Wanapitia katikati mwao, kwa maana Mungu amewapa hicho kibali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ombi langu la kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba Mungu akaweze kuwakumbuka baba zetu, Mungu asidi kuwatia nguvu na akumbuke jamii zenyu. Ninajua saa hii kuna mambo ambayo labda uliyatenda na saa ingine unayoona ndio ilikusababishia ile shida ambayo unapitia ama familia yako inayopitia. Lakini ile kitu ambacho naweza kumwambia, mumegundua mahali funguo za maisha yenyu mahali ipo, baraka zenyu, hapa ndipo ambapo mtarejeshewa kilicho chenu. Bwana asifiwe. Haijalishi Shetani alitumia mbinu gani kukiondoa katika maisha yenu, haijalishi nini hiyo ilikuwa inanena katika huo wakati, maana wakati wa Mungu ukishafika, umefika. Bwana asifiwe. Tangu tuanze mkesha ya King's Night, hamujawahi choka, mnajitia nguvu, kumaanisha ya kwamba muko na tumaini kubwa sana ndani ya mioyo yenu. Vile mnavyoona na vile mnavyojihisi, mnajua ya kwamba haya madhabahu ambayo mnaojishirikisha nayo kila wakati, muko na imani nayo, Mungu atawasikia, Mungu atawakumbuka, Mungu atawatia nguvu. Kwa hivyo ni vyema msidi kumshukuru huyu Mungu. Tunajua wengi ambao ni rika yenu, wengine wameshaaga dunia, wengine wako na ile wanapitia mambo magumu, lakini nyinyi Mungu amewapusha. Huyu Mungu anataka mkamshuhudie hata katika huu uzee wenu, na ninawashukuru sana kwa maana mmeshagundua msaada wenu watoka wapi. Hamukuenda kwenye kilabu huko, mmeshawahi tembelea, mmeshakuwa members huko, na mambo mengi ya kidunia mmeshakuwa members huko. Lakini sasa mkifuatilia vile mlikuwa katika huko nje na saa hii mko hapa, ndipo mumeona kuna tumaini jipya la maisha yenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo endeleeni kumwamini huyu Mungu na endeleeni kufuata neno lake vile ambavyo anatuagiza. Ninajua huwa anatutia nguvu kila kunapokucha. Bwana asifiwe. Ninajua huyu Mungu hata tuacha hivyo bure. Ninajua siku ya leo Mungu kuna kitu atawapokeza. Bwana asifiwe. Maana wengine wenyu hamuna mali, Shetani alitawanya ama mulifinyiliwa kulingana na yale madhabahu ambayo ilikuwa inanena na maisha yenu huo wakati. Bwana asifiwe. Wengine mnajipata hamuna masamba, hata kaplot, hata saa hii wengine mnauliza, mnaangalia kenye mko nacho, mnaona hakuna kitu mnasaachia watoto wenyu. Yaani ukiangalia hivi unaona hauna kitu. Lakini nawapa tumaini, maana huyu Mungu ndiye aliyetuahidi ya kwamba kile ambacho kilikuliwa na nzige, kile ambacho kilitawanywa, kile chote kiliharibiwa, atakirejesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na imani ya kwamba hata kama huna saa hii, hata kama nguvu yako iko chini, Mungu ataachilia baraka zako, watoto yako, wajukuu wako, kile ambacho kilikuwa chenu, Mungu atakirudisha kupitia watoto wenyu, kupitia uzao wenyu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo msilie tena na msijione hamna, mko nayo. Mungu maana amerejesha katika nyumba zenyu kile ambacho mlinyang'anywa, kile ambacho Shetani alimtumia akakitawanya. Kwa
Kwa hivyo kwa uhakika mjue ya kwamba huyu Mungu tunayomwamini, huyu Mungu tunayekuja kila mkesha tunakesha tukiomba, huyu Mungu hatatuacha upweke. Huyu Mungu atatupa kile ambacho tunachohitaji katika maisha tunayoishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema mkae ndani ya Mungu, mkae katika ile mtaratara, ili Mungu asidi kutembea pamoja nanyi na asidi kumtia nguvu. Haijalishi ni nini hiyo ambayo imekufinyilia kwa muda mrefu. Haijalishi ni nini hiyo imekufanya ukue mnyonge. Haijalishi ni nini hiyo inakufanya kama huna maana. Wakati uliamua na ukaamua tangu tuanze mkesha ya mens, hamujawahi kosa. Mnajitia nguvu, na wakati miili yenu saa ingine inaisha nguvu, bado mnang'ang'ana. Mnakuja hata miili yenu ikuwe inauma, lakini mnapotoka mahali hapa, mnatoka mkiwa mmepokea miujiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni hii amini pamoja na ile neno ambalo Msekialie amelitoa. Hiyo sio neno lake, hiyo ni neno la Mungu. Tunaamini hilo neno, maana hilo neno ni Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuta zote ambazo zilikuwa zimewazuilia mupate baraka zenyu, hizo Mungu atasibomoa jioni ya leo. Kwa hivyo mkuwe na uhakika ya kwamba huyu Mungu atawatendea. Hilo neno halikuachiliwa bure namna hivyo, lilikuwa na kusudi lake, maana siku yenyu ilikuwa ni leo, ambayo Mungu atamjalia afya, Mungu atamjalia kile ambacho mlikuwa mnatamani sana kukipokea katika uzee huu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baba zetu, maana nyinyi ni baba zetu. Ninapoangalia nakumbuka babangu wakati alikuwa hai alikaa miaka 96, na alikuwa tu na mwili kama ya Kialie, hakuwa anaonekana amezeeka na hakutezeka. Kwa hivyo ninajua huyu Mungu kile ambacho tunachomuomba huaga anasikia. Ukisikia tukisema tutakufa katika uzee mwema, muamini hivyo ndivyo kutakuwa. Wakati wako wa kuaga hii dunia hautakuwa na mahangaiko, hautakuwa na huo uchungu. Bwana asifiwe. Na hutateseka. Kwa hivyo ukuwe na hiyo imani katika neno la Mungu, imani katika haya madhabahu ya Mungu, maana Mungu aliteua kwa niaba yako na ishughulike maisha yako na kisasi chako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mjue ya kwamba kuta zote zimesaa boromoka. Sasa mtapata afya yenu, mtatiwa nguvu, hamtakosa chakula, maana huyu Mungu ambaye tunamwamini na tunaendelea kumwamini atatuma wasaidizi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtatumiwa wasaidizi ambao watasimama nanyi wa kumshikilia katika mahitaji yenu, na huyu Mungu atahakikisha ya kwamba mmeendelea kuwa na nguvu hata kuja kumtumikia. Maana mnaposimama hapo mnapea vijana wengi changamoto, ambao saa hii wako kwa kilabu, ambao wengine saa hii wamelala, na sio mema wanatenda maovu, ambayo mwishoyo itakuja kuharibu maisha yao ya baadaye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mnaotutazama, usione ni kawaida kupata wazee kama lika ambao wanasimama kwenye madhabahu. Hii ni changamoto ambao wanatupa kama sisi vijana. Kwa hivyo kama tunataka maisha yetu yakuwe mazuri zaidi, na ili tusipate changamoto ambazo walizipitia katika ujana wao, tukae ndani ya nyumba ya Mungu, tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu za ujana, na huyu Mungu hata tuacha kamwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema unapoona hivi
unarudi chini ya magoti, unaambia Mungu, Mungu nitumie. Ninataka nikutumikie katika huu ujana wangu, sasa niko na nguvu, na pia katika uzee wangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho utaomba Mungu na kile ambacho utaambia Mungu akakujalie, hivyo ndivyo atakavyofanya. Bali uishi ndani yake, ndani neno lake likaishi ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka nyinyi vijana tusimame, tuongozwe na wimbo mbili hivi, ili tukaweze kuomba baraka kwa Mwenyezi Mungu, akaweze kukutana na mahitaji ya baba zetu na watie nguvu. Hata kama tuko wadogo, tunajua kuna kitu ambacho Mungu ametupa kwa ajili ya kutunza baba zetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba yale maombi tutakayoomba kwa ajili ya baba zetu itafanya kazi dakika hii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baba zetu mtapata nguvu mpya, na Mungu atamshika mkono na atatuma malaika ambaye atawashikilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoingia tumwabudu Mungu kwa nyimbo mbili. Dan, tuongoze kwa nyimbo mbili ili tukaweze kutayarisha mioyo yetu, na wakati unapojitayarisha nyimbo inapoendelea, nyenyekea mbele za Mungu, ambia mtu jambo, toa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, ambia Mungu anastahili, ambia Mungu akufanikishe, Mungu akufaulishe, akutie nguvu katika hii safari. Bwana asifiwe. Tukiendelea kwenye sifa, uende mbele za Mwenyezi Mungu akwambie, akutie safari. Yote yanawezekana aliko Bwana, yanawezekana aliko Yesu. Yote yanawezekana aliko Yesu. Yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo Yesu. Yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana alipo Yesu. Yanawezekana alipo Bwana, yote yanawezekana alipo Bwana, yanawezekana. Yote yanawezekana alipo, yanawezekana alipo. Yote yanawezekana alipo, yanawezekana. Yote yanawezekana alipo, yanawezekana. Yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo, yanawezekana. Yote yanawezekana, yote
yanawezekana, karibu yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana, karibu yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana, karibu Bwana, yanawezekana, yote yanawezekana, karibu yanawezekana, zungumza na sisi Bwana, zungumza na sisi Bwana, nena nasi siku ya leo, zungumza sisi Bwana, zungumza na sisi Bwana, zungumza na sisi Bwana, nena nasi siku ya leo, si Bwana nasi nasi ya leo, abudu Bwana, moyo wangu abudu Bwana, moyo wangu abudu Bwana,
Nasema ni asante Bwana, wastahili sifa zaidi, wastahili na utukufu, wasiwa na kutengeneza umwanya. Sisi worship right now. Neema ikashuka katika nyumba hii. Washukuru Bwana. Neema ikashuka nyumba hii. Thank you, Father.
Wewe hinya wao, wewe mkopo wao, wewe kujuti wao Jehova. Matujira gididi ya Jehova. Jehova makiunga tamani ni mwana makabuka. Mwana tamani na ujoza na wewe Yesu. Gloria tala ya tuwezika. Utuleka yungi hana tae. Ule muderu zaka. Mabukira tunaogosi kwa Jehova niwega tutu wako mamoti Yesu. Niwega papa nungu wa ukira ugo mbira ukiwa Yesu ni wambile. Ege Jehova nungu wako malikishini na nakame yako Yesu. Netura usofia kaya kwa wamekiri na maneno yao. Wameliongea mingi wameongea mengi kawaida vitu wanaoparara Jehova mbele zako. Ingine hata sio kubalika mbele zako. Nitogo kama hini wambaze baba upaesha tuweko mwere tuwasokelia kazi. Wafanikishie Bwana. Nitogo Jehova nuwasaidia mbele yao Jehova. Nitogo Jehova nuwamewera hinya mkwelu Bwana. Wape uwezo wasote Bwana. Waongoze Jehova, wasijiongoze Bwana. Wendo wako Bwana ndio baba yetu. Wewe kama hakuna makula na niangalie vitu. Nitakutia kwa Bwana wewe. Hakika wewe ni Yesu. Yesu tunakuja kwako tunapenda kwa tabaraki. Tunapenda kwa Bwana tunaangalia. Tunapenda kwa wewe kila aina mwema. Tunahakikisha ile yetu Bwana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Bwana. Bwana mapakara maisha Bwana nituhikaje. Bwana tukutakia kaida. Bwana tae. Bwana tugira kaida vitu. Bwana Bwana. Tunataka Bwana tae. Bwana familia sia. Kana sia Bwana. Kana jia sia. Kaida vitu. Tuwasi tukadie. Sibade wewe Bwana. Kila kitu sio Bwana ni. Kila kitu ni kinawe. Sio majira sio. Ni wale kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ndiyo tuabutia. Haleluya. Sana. Haleluya. Tunaomba Baba isifu pamoja nasi. Ukatutie nguvu katika hii safari. Ukatuwezeshe Jehova, ukatufaulishe. Tunaendelea kwamba unatutia nguvu Jehova. Tunaamini kwamba Mungu unatupia moyo mwingine safi. Tutie nguvu Baba, tusidi kukutafuta, tusidi kukuabudu, tusidi kukutukuza, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu. Neema yako Baba inatosha hata wajukuu wao. Ulianza familia zao Bwana. Yarabazanturina ikayanzao yao Yesu. Isayanta rabazayante kiriana zai Jehova. Ikayanze dikao karabayante. Rabayanta karabazayante. Uliana rabayanta ya dozeka ikayante. Tunanena baraka Zayanta rabayante. Zayanta rabayante. Zekirima zepolima rabayanta rabazayante. Sana utoa. Hatuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante Mungu. Tembea nasi Jehova. Bariki Bwana pia sisi tukubariki. Tembea nasi. Bwana ukiwabariki. Tembea nasi Jehova. Roho wako katuongoze. Roho wako katuongoze. Ukawe nuru yetu Baba. Uwe nuru yetu Jehova katika maisha yetu. Kipengele cha maisha yetu ambayo umezalia Baba ni mikononi mwako. Tembea pamoja nasi, tukiwe nia, tupe ushindi Baba wetu. Tujalie neema Baba na kuendelea kukutukuza na kukuabudu Mungu. Tutoe nguvu Mungu wetu wa mbinguni.
tusikose fedha Jehova za kusimama na kazi yako, tusikose nauli, tusikose chakula, tusikose mahitaji yetu Baba, mahitaji yetu Baba ukayashughulikia. Yeri antarabarima ya karama yantukuzae liko yandarabazeko yaza yantulina Simba wa Yuda unaweza, Simba wa Yuda unaweza. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Tunasema ni asante Jehova. Uwepo wako Baba umetuzunguka, nguvu zako Baba zimetuzunguka. Asante Mungu, pokea sifa na utukufu. Umetuponya magonjwa yetu, umetia nyama zetu nguvu na mifupa yetu nguvu, umerekebisha viungo vyote ambavyo vilikuwa vimeharibika na mwovu Shetani. Uyataraba yantu linayo ukayaraba yantu. Asante Roho wa Bwana, maana unarekebisha nyama zetu na mifupa yetu, unasitia nguvu mpya Jehova. Shetani alikuwa ameziharibu, alikuwa ameziweka vitu za dunia, anasa ya dunia. Asante kwa sifa na utukufu. Asante Mungu, maana umetutia nguvu mpya. Asante Bwana, maana umetutia uwezo, umetupa mamlaka juu ya yote Baba. Pokea sifa na utukufu. Viungo vyote ambavyo Baba zilikuwa zimeugua, unasitia nguvu. Asante Yesu, unaponya Baba, vidonda unaziponya. Pokea sifa na utukufu. Mioyo yetu Baba unaiponya, unaitia nguvu. Ezekelina ikosa yangu rabayatu. Pokea sifa Baba na utukufu. Unisuka Baba, tukasahau maishani mwetu. Unisuka Baba, tutakukumbuka, utakuwa kumbukumbu Jehova katika mioyo yetu. Siku ya Baba unabadilisha maisha yetu. Siku ya Baba unatutia nguvu. Siku ya Baba Mungu Roho wako anatusaidia. Hakuna kama wewe Jehova. Oh, thank you Jesus. Tunakuabudu Bwana, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu. Oh Mungu ni asante, ni asante Baba wetu wa mbinguni. Wabariki Mungu kawaida. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Wakutana na mahitaji yao Jehova. Kile ambacho wanaohitaji katika maisha yao Baba ukawape. Ukawajalie Jehova. Ukawatumie wale watakao washika mkono Jehova. Ukawatumie wale watakao simama na kile ambacho wanahitaji Jehova. Wasikose chakula hawa watoto wako Jehova. Wale wako na kufanya kazi Mungu, ukawape kazi, wakafaulu Baba, ukafanikisha katika jina la Yesu Kristo Jehova. Hawa vijana ambao wako mahali hapa Jehova Mungu, ukawatendea mema Mungu wetu, ukashughulikia kila mmoja wetu, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunaamini kwamba Mungu kuanzia leo hatutalia tena. Umeondoa mateso, umeondoa kilio ndani yetu. Pokea sifa na utukufu. Asante Mungu, natushukuru Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante asubuhi ya leo. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Baba, nakabidhi kila mmoja mikononi mwako Jehova, ukaweza kumshughulikia Mungu, ukaweza kumuonekania Baba wetu wa mbinguni. Utie kila mmoja nguvu Jehova. Baba, ukatembee na kila mmoja wetu. Tunasema ni asante kwa uwepo ambao Mungu umetupa Jehova. Tunasema ni asante kile ambacho Baba umetujalia. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Hata wale ambao Baba umetufuatilia Jehova kwenye kurasa yetu ya Facebook Live, Baba ukawakumbuke, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Baba, tulikuomba ukae pamoja nasi, tulikuomba Baba ukaweze kutagulia. Ni asante Mungu, maana umetagulia. Tumehisi uwepo wako Jehova, tumehisi nguvu zako Jehova. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe.
Baba, kuanzia dakika hii tukapokea uponyaji katika miili yetu, tukapokea nguvu mpya ili tukaendelee na safari. Tusaidie Mungu wetu, tuwezeshe. Pokea sifa na utukufu Baba wa mbinguni. Umetukuka, unatawala, endelea kutawala Baba. Ni asante Mungu, nguvu zako na uwezo wako Baba shikashughulikie maisha yetu. Pokea sifa na utukufu usiku wa leo Baba, ukampe kila mmoja maono, ukafunulie kila mmoja Jehova, kila mmoja akapate ufunuo Jehova, kila mmoja Jehova akaone ukuu wako. Ni asante Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, na tunasema ni asante Baba, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, tuseme amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Mbarikiwe na Mungu, amtendee mema, akutane na mahitaji yenu. Haleluya, na asidi kuwa pamoja nanyi. Amen.